Lakini vile vile katika mambo yenye kuporomosha amali aliyotaja Mola Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim ni raf'u sauti 'inda al-habib, kunyanyua sauti. Katika suratul Hujurat anatuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bilqawl kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hapa ndo hatari. Amali zinaporomoka na wewe huna habari, ukidhania uko sawa, amali zako ziko vizuri, kumbe zinaporomoka. La tarfa'u aswatakum, msinyanyue sauti zenu fauqa sauti an-nabi, mbele ya sauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu pengine atasema, lakini Mtume hayuko, tutamnyanyua vipi sauti? Kunyanyua sauti mbele ya sauti ya Mtume ina maana nyingi, maulama wanaeleza. Kuna kuinyanyua sauti kwa maana ile tunayojua sisi, kwa mbele yako, sawa na wakati ule uko hai, ama saa hizi umekwenda Madina kumzuru, kanyanyua sauti mbele ya makamu yake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusalluna, ametuambia Mtume, manabii wako hai katika makaburi yao wanaswali. Lakini katika maana za kunyanyua sauti ni pale unapoambiwa hadithi ya Mtume na mafunzo ya Mtume, wewe ukayapinga, ukaenda kinyume. Katika maana ya kunyanyua sauti ni pale zinaposomeshwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukakaa na wewe ukaona zungumzo na piga story zako. Zote maulama wamezitia katika maana ya kunyanyua sauti, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Lakini katika sababu ambazo kwamba zinapelekea amali kuporomoka ni ile hadithi tulioanza nayo khutba yetu ya leo, intihaku maharimillah, kutotambua adhama ya Mola Subhanahu wa Ta'ala na kudharau jicho lake na kuweza kufanya kile alichokiharamisha bila kumjali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia katika hadithi ya Thauban, la a'lamanna aqwaman min ummati, na wajua watu katika ummati wangu wana nini ya Rasulullah? Asema yatuna yawmal qiyamati, watakuja siku ya kiyama, bihasanatin, kwa mema, amthali jibali Tihama, mfano wa majabali ya Tihama, majabali makubwa, majabali marefu, silsila yake ndefu. Amthalu jibali Tihama baydaa mabida, katika riwaya nyingine meupe. Hasanat si mfano wa gorofa ya nyumba ya gorofa 9, ni mfano wa majabali mingi. Lakini asema fayaj'aluha Allahu haba'an manthura, Mwenyezi Mungu anajalia zote zinakuwa ni haba'an manthura. Haba'an manthura maulama wasema ni kama mchanga uliopeperushwa na upepo, zote zinapotea. Kwa sababu gani? Hili lilimshughulisha Thauban, rawi aliyepokea hadithi kama hii. Anamwambia, ya Rasulullah, sifhum lana, hebu tueleze hawa watu ni watu gani, ni yapi hao wanaoyafanya mpaka inaporomosha amali zao kubwa kama hizi? Jallihim lana ya Rasulullah, tuweke wazi watu hawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, ama innahum ikhwanukum, hao ni ndugu zenu, si watu wa kando, ni watu mnawajua. Wa min jildatikum, na kutokamana na nyinyi wenyewe. Hatari zaidi, wa ya'khudhuna min al-layli kama ta'khudhun, na wanaswali usiku kama mnavyoswali nyinyi. Sio kwa pengine hawafanya ibada ama usiku wanalala, na qiyamul layli wanaswali. Tatizo liko wapi ya Rasulullah? Asema walakinnahum aqwam, lakini wao ni watu, idha khalau bimaharimillahi intahakuha, wakikaa chemba, wakiwa mbali, hakuna mtu karibu na wao, hakuna CCTV, hakuna chochote kile chaweza kumwona, anaanza kufanya ya haramu, anaanza kutazama vya haramu, anaanza kusema ya haramu. Idha khalau bimahari, mbele ya watu anajisia, mbele ya watu ni malaika, yani huku kama wanavyosema maulama, mbele ya watu ni qadis, na akiwa chemba min a'wani iblis. Ya latif. Asema walakinnahum idha khalau bimaharimillahi tahakuha, wakikaa chemba wanazivunja kabisa maharim za Mwenyezi Mungu, wanafanya atakacho katika vitu ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha.